amesema moja kwa moja kwamba Simba watafungwa. Hiyo natamani uirudie tena. Ninachokieleza ni kwamba no way out, sioni Simba kwenda kuwazuia FC Berkane wasiwezi kupata magoli kwao. Yes, hujambo na nikukaribishe mpenzi mtazamaji wa Dimba la Michezo. Kipindi ambacho kinakupa updates zote za michezo ndani na nje ya Tanzania. Lakini kabla hatujaenda mbali, nikwambie tu niko na mchambuzi wetu Martin Mwakiposa, na leo nimpongeze. Hivi nakupongeza wewe au naipongeza klabu ya Simba Sports Club? Unanipongeza mimi kama nani? Unanipongeza mimi kama nani? Kuna baadhi ya watazamaji wetu walisema una mapenzi makubwa kwa ndani na klabu ya Simba Sports Club. Ni mtazamo wao na huwezi kuwazuia. Kwa hiyo huwezi kuzuia mtazamo wa mtu. Umeiona lakini shangwe lililotokea jana, mitaa ilichafukwa na furaha baada ya Simba Sports Club, mnyama timu pekee kutoka Tanzania ambayo imebakia kwenye michuano ya kimataifa, ile michuano yote ya CAF. Simba Sports Club mwenyewe ndo amebaki. Uliona shangwe za jana na ulipata feeling gani? Furaha lazima iwe kubwa kwa maana ya kwanza, ndani ya miaka mitatu timu zetu mbili zinacheza fainali. Kwa hiyo ni shangwe lazima iwe kubwa sana. Kwa hiyo umehusisha timu mbili wakati hapa tunamuongelea. Nataka nizungumzie in general kwa sababu ni maendeleo makubwa kwetu. Ndani ya misimu mitatu timu mbili kucheza fainali ni kitu ambacho hatukuwahi kukifikiria, lakini inatokea, ni historia ambayo tumeitengeneza. Yaani hii haiwezi kufutika. Sijui umeelewa. Kwa hiyo mwisho wa siku ni lazima nizungumze hivi. Ndani ya miaka mitatu timu zetu mbili zinacheza fainali. Hiyo ni mafanikio makubwa sana kwetu. Lakini usisahau pia kwa maana ya ligi yetu inazidi kuwa bora. Yaani kwa maana ya sasa hivi tumesogea mpaka nafasi ya 4 hapa tulipo. Nafikiri tuko pale na Tunisia tukiwa na pointi kama 85. Kwa hiyo unaona kwa maana ndani ya miaka mitatu mafanikio tuliyoyapiga yametusogeza mpaka kufika nafasi ya 4. Kwa hiyo sisi kwetu ni kitu kikubwa sana. Lakini usisahau pia kuwapongeza Simba kwa maana ya msimu huu tulisikia wakisema kwamba wao timu yao wanajaribu kuitengeneza kwa ajili ya msimu unaofuata. Lakini kwenda kutengeneza kwao hatimaye tumeanza kuona wakifanya vizuri na kufika fainali. Ni jambo kubwa, ni jambo zuri na ni jambo ambalo pengine wana Simba walikuwa wananisubiria kwa hamu kubwa sana. Lakini mimi nilienda mbali zaidi kwa maana ya hiki kwangu ndio kikosi bora cha Simba. Kwenye Simba zote ambazo mimi nimetizama, hii ndio kikosi bora kwa Simba. 2019 kiwepo Chama, hakuna kikosi bora hiki. Walifika wapi? Unajiuliza. Hiki ndio kikosi bora kwa maana tumeshuhudia Simba wakicheza fainali. Kwa hiyo lazima niwapongeze Simba, lazima niwapongeze uongozi wa Simba wote. Lakini usisahau pia kumpongeza rais wa TFF Wallace Karia kwa maana amekuwa ni miongoni mwa viongozi bora barani Afrika na tumeweza kuona kuchaguliwa na CAF kama mjumbe ambaye anawakilisha. Kwa hiyo unaona kupitia Wallace Karia rais wa TFF ameweza kufanya vizuri sana, amesimama katika misingi iliyokuwa bora na hatimaye ndani ya miaka mitatu narudia tena tumeweza kuona timu zetu zikifanya vizuri. Lakini huyu Wallace Karia rais wa TFF tumeshuhudia timu ya taifa ikifuzu kwenda katika mashindano ya AFCON. Kwa hiyo unaona in general lakini usisahau serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na baraza lake la Wizara ya Michezo, naibu pale namzungumzia Hamisi Mwinjuma anafanya kazi kubwa sana. Tumeshuhudia wakiweza kutengeneza combination nzuri baina ya serikali na TFF. Haya yote ni mazao mazuri ambayo yanapatikana kupitia serikali pamoja na TFF, na mwisho wa siku timu zetu zinaanza kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa. Tumini wapongeze sana Simba, imekuwa historia kubwa ndani ya bara letu la Afrika kwa maana tumeshuhudia Simba akicheza away akiweza kupata suluhu ya kutokufungana. Kwa hiyo tumini wapongeze sana Simba, na wapongeze wanachama, na wapongeze pia washabiki wa Simba ambao walisafiri na timu. Nimemwona Mziwanda nilimuona pale akiweza kusafiri na timu na baadhi ya Watanzania pasi milioni na baadhi ya washabiki wote wa Simba waliokuwa South Africa walijitokeza kwa wingi. Tumini wapongeze Simba, wamefanya jambo kubwa, ni jambo la kihistoria ndani ya taifa. Wana uhakika kuvaa medali saa hizi. Yaani uhakika upo kuvaa medali. Yaani wafungwe washinde, medali ipo. Kwa hiyo Tumini watakie kila laheri kwa safari yao hiyo mpya. Tusubirie fainali ambao wanaanzia away. Tukirudi technically sasa kwenye mchezo. Mchezo wa kwanza ulisema Simba atashinda na alishinda akiwa Zanzibar. Ile tulikupa kongole, lakini mchezo wa jana ulikuwa wa aina yake. VAR
alifanya kazi sana siku ya jana kwenye ule mchezo. Tumeona Kibu Denis alitengeneza possibility ya kupata penalty, lakini pia mchezaji wa Stellenbosch pia alitengeneza possibility ya kupata penalty, lakini goli ambalo lilitengenezwa kwa offside ya mchezaji anaitwa De Jong, VAR ikafanya kazi yake. Isingekuwa VAR labda mambo yangekuwa mengine. Uliuonaje sasa technically mchezo wa jana? Kuna eneo mimi nilikuwa kidogo tofauti na kocha wa Simba. Alichokifanya jana asirudie kwenye michezo inayofuata. Yaani approach aliyoingia nao kuelekea katika ule mchezo asifanye tena kuelekea fainali. Kwa maana wapinzani wa Simba wangeongeza kitu kidogo tu, kwa maana ya kwenye kushambulia inawezekana story ingekuwa tofauti. Kwa hiyo kocha wa Simba approach aliyoingia nao jana asiitumie tena kuelekea katika approach ipi ambayo unaona wewe ilikuwa tofauti? Mfumo aliotumia jana kwenda kucheza haukuwa rafiki. Haukuwa rafiki kwa maana ya wapinzani wa Simba walikosa kasi. Kama ulitizama ile mechi, kuna muda Simba walikuwa dakika 15 mpaka dakika 20 tuliamini Simba angecheza vile. Si umeelewa? Waliwa place, walikuwa wananyang'anya mpira mapema, waliwashambulia, yani timu ilikuwa inaona na flow. Baada ya hapo timu ikawa down. Umeelewa? Na ilipokuwa down, maana kuna maeneo yalikuwa yana makosa. Ndipo ambapo ulikuwa unaona wapinzani wao wakaanza kucheza mpira. Second half walichokifanya Amani Zanzibar, the same wakaja kufanya kwao South Africa. Waliwapress sana Simba, walilazimisha Simba kufanya makosa, na ukaona nafasi zinatengenezwa kama ulivyojaribu kusema, tukaona wakafunga goli, bahati mbaya VAR ikaenda kusimama kwenye haki, sio, umeelewa? Kwa hiyo kuna namna vile ambavyo mechi ilikuwa ngumu kwa Simba. Yaani ukizungumza kwenye general, mechi ilianza kuwa ngumu baada ya dakika 20 zile. Tuweza kuwaona wapinzani wakifika, wakitengeneza nafasi, isingekuwa bora Pimpin Kamara, tuweza kuwaona nimpongeze Shabalala, kesho Mali Kapombe, walifanya kazi kubwa sana kuhandle ile pressure. Kwa maana pressure ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo mwalimu asirudie kufanya kile alichokifanya kuelekea katika mchezo wa finali. Na kitu kingine ambacho binafsi nilipata na maswali mengi, Chemalon kwanza ile mechi. Hakuanza Chemalon. Kuingia second half. Dakika kama 20 za mwisho kama sio 10. Yes. Mpira ulikuwa na pressure. Chemalon ametoka kwenye injury kubwa ambayo ilikaa muda mrefu. Anaingia kwenye mechi ambayo ilikuwa lifeline, yani kutoka au kubaki. Yes. Kwa hiyo hiko ndicho ambacho nilikuwa jaribu kukofia, na yule pressure ilishaanza kuwa juu. Unaona kama aliingia kuna mistake ataka kuifanya. Umeelewa? Ila unampa kongole, kuna mpira aliblock ambao pengine ungepita ingekuwa ni hatari. Kwa hiyo mwalimu wa Simba nafikiri alikuwa anacheza Gabon kuhusiana na Chemalon. Kwa hiyo next time ajaribu kuangalia. Of course ana bench kubwa, ana wachezaji wazuri, kwa angetoa nafasi kwa wachezaji wengine, lakini kwa Chemalon nakubali mchezaji mzuri, lakini asirudie kile alichokifanya. Sawa. Kwenye zile phase 3 au line 3 uwanjani kwenye klabu ya Simba, ipi ambayo unahisi kwa upande wako ilifanya vizuri kati ya backline, middle line na forward? Nitakuwa mchoyo wa fadhila sana nisipopongeza na beki wa Simba. Walifanya kazi kubwa sana. Ukianzia kwa Hamza, Shomari Kapombe, Shabalala, Karabwas yule, yes, Pimpin Kamara, wamefanya kazi nzuri sana. Utakuwa mchoyo wa fadhila usipomtaja Ngoma, usipomtaja Ngoma, huyu bwana mdogo mwingine Kagoma. Of course walilinda sana defense yao, ingawa nakiwa nafikiri, lakini wamefanya kazi kubwa sana. Yaani hawa watu to me walideserve kwa pakubwa zaidi, wamefanya kazi kubwa sana. Ulikuwa unaona muda wote Shabalala anaongea, anawaambia wenzie, wakikosea na wakumbusha, kwa maana alikuwa anajua nini ambacho kinahitajika. Kwa nini tusiwapongeze forward line? Forward line bado wana makosa. Wana makosa kwa maana ya zinapatikana nafasi wanashindwa kuzibadilisha kuwa goli. Sasa kuna stage ikifika hatuwezi kupata nafasi mara mbili. Ukipata nafasi mara moja itumie. Na ukiangalia Simba wana Kibu, wana Mpanzu. Na kama ukiangalia jana vizuri, kama Mpanzu walimotea, hakuwa katika ule hatari ambao tuliuzoea. Ukiondoa lile shuti alilopiga moja, lakini bado sikumuona kwenye ule ubora wake. Ukija kwa Kibu, of course ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa sana. Alifanya vile anavyotaka, na umezungumzia scenario ya penalty. Singekuwa VAR pengine hali ingekuwa tofauti. Kwa hiyo unaona kabisa kwa maana Kibu alikuwa katika kiwango bora, lakini bado Simba wana shida katika eneo la ushambuliaji. Na hata ukiangalia kuanzia hatua ya nusu finali, hata kuanzia robo finali alishinda goli 2 bila,
binafsi nitamani ile mechi iishe na dakika 90 kwa sababu alipata goli mbili kabla dakika 45 kuisha kipindi cha kwanza. Kwa hiyo nilichokuwa nategemea kuona Simba angeweza kupata goli zaidi ya 2 na dakika 90 game imeisha, lakini ikawa tofauti, imeenda kwenye matuta. Unaangalia mchezo wa jana, mchezo wa nusu finali ya kwanza, wanacheza Amani kule, the same nafasi ya faulo iliyofungwa goli ndio ikawa hiyo nafasi walitengeneza, lakini bado kukaa kuna shida kwenye umaliziaji. Ukija katika mechi ya marudiano hivyo. Kwa hiyo Simba wanahitaji mtu pale katika safu ya ushambuliaji. Nafikiri hiyo ndio eneo muhimu la kwanza ambalo Simba anatakiwa kuanza nalo. Kuna kudefense sio mbaya, wako vizuri. Mabadiliko ya Jean Charles akaingia Lonel Ateba. Ulihisi mwalimu alikuwa anataka kitu gani? Bado alikuwa anahitaji kupata magoli, lakini ana faida ya Ateba, ni mchezaji mwenye nguvu. Kwa hiyo kuwepo kwake mbele kuna wafanya mabeki wasio comfortable kwa sababu ya aina ya mtu aliyeingia ndani. Of course sio kama ni mchezaji mbaya, Ateba ni mchezaji mzuri, utapotokea opportunity ya kufunga atafunga. Lakini ile nguvu yake, kwa sababu unakuwa na Kibu, unakuwa na Ateba, unakuwa na Mpanzu ndani. Hawa ni wachezaji wenye nguvu. Muda wote wanaweza kufanya lolote. Kwa hiyo nafikiri alitaka kwanza kuwapa heka mabeki wale kutokuwa comfortable, kurelax. Umeelewa? Na hiyo unaweza kusema ilimsaidia kwa kiasi fulani kwa sababu ya yule mtu aliyeingia. Kwa hiyo alichoona kitaka hakukipata kwa 100% kwa maana ya matokeo kuingia kwake, lakini kuna namna alijaribu kuwafanya mabeki wa timu pinzani wasiwe relax, yani wasirelax moja kwa moja na kuweza kutangulisha mashambulizi, kwa sababu mpira wa kileo tunavyozungumza, kama una mabeki ambao wana overlap wanasaidia timu, maana yake ni shida, unaweza kufungwa. Kwa hiyo nafikiri alichokifanya kilikuwa bora na kimeweza kumsaidia. Sawa, tuangalie goli ambalo lingekuwa goli, si goli, ila lingekuwa goli kama maamuzi yangeamulika vinginevyo. Assist ya De Jong wa Stellenbosch, ikapigwa goli, Pimpin Kamara kuwa na cha kufanya na beki wake pale nyuma. Unahisi kwa macho yako tofauti na VAR, ilikuwa ni sahihi vile ilivyoamuliwa? Hii natoa darasa kwa watazamaji wetu wote. Aliye receive mpira, yule mtu wa kwanza kabisa ku receive mpira kabla kupiga kwa De Jong hakuwa offside. Sawa. Yule aliye receive mpira, yule mtu wa kwanza yule kulia kulia akaipiga pass kwa De Jong hakuwa offside. Sahihi. Aliyekuwa offside ni De Jong, tena kwa margin ya mguu, ndiye aliyekuwa offside. Alafu kuna mtu kule naye juu na hisi kuna mtu alikuwa kule juu na angekuwa offside, lakini hakushiriki kwenye mchezo. Kwa hiyo aliyesababisha ile offside ni De Jong. Sawa. Basi yote kwa yote tuwapongeze Simba Sports Club na tuwatakie heri, lakini nilitamani tugusie pia na mechi ya finali na utuambie hapa Martin Mwakibosa. RS Berkane ameingia jana, amefungwa goli moja, lakini pia alishinda 4-0 kwenye mchezo wa mzunguko wa kwanza. Alishinda goli 4-0 kwenye mchezo wa mzunguko wa kwanza, na sasa anakutana na finali na Simba Sports Club ambayo naye alishinda goli moja kwenye mchezo wa mzunguko wa kwanza. Ametoka suluhu kwenye mchezo huu wa mzunguko wa pili. Wanaenda kukutana na finali RS Berkane pamoja na Simba Sports Club. Tupe unaloliona ni sahihi kwa. Kwanza kwenye mizania Berkane yuko juu ya Simba, lakini kwenye ranking pale Simba yuko juu. Hiyo ni kesi nyingine. Nazungumzia performance wise ambayo inafanyika sasa hivi kwenye msimu huu. Berkane yuko juu ya Simba kwa kila kitu. Kwa namba ya kufunga, hata kuna namba ya kufungwa. Hilo neno la kwanza. Sawa. Ubora wa kikosi cha Berkane umetofautiana na Simba. Hii tunaipima kwenye matokeo anayoyapata kwenye mashindano haya. Sijui umeelewa? Lakini bado ni timu ambayo inaweza kucheza home and away ikakuadhibu. Yaani haijalishi kwamba uko nyumbani au uko wapi. Hawa Stellenbosch ambao wamecheza na Simba walifungwa goli 5 na Berkane, ambao Simba tumeona na struggle kupata matokeo. Lakini hawa Stellenbosch wametoa Zamalek ambao hakuna aliyetegemea kama ingeweza kutokea vile.
Sasa hii ndio tafsiri halisi ya mpira, kwa maana lolote linaweza kutokea kwenye mpira, lakini kuna engo unajaribu kuitizama. Fluke huwa hii mara zote. Kuna muda tunasema kuna quality na quantity. Kuna muda quality inaenda kuamua matokeo. Sasa kuelekea fainali, mpira wetu wa Kiafrika umekuwa na vitu vingi sana vya tofauti tofauti. Tunaamini kwamba ukicheza nyumbani ndio sehemu pekee ya kuweza kupata matokeo. Ukicheza tofauti na hapo, kuna asilimia chache ya kuweza kupata matokeo. Nini nakiona kwenye fainali? Ni ukweli mchungu ambao washabiki wa Simba na wanachama hatataka kusikia. Lakini game ile Simba anaenda kupoteza. Simba anaenda kupoteza. Anaenda kupoteza game ya kwanza. Kwa maana waambie watazamaji wako kwamba moja kwa moja yani unaniambia hapa, manake huu ni ukweli mchungu. Huu ni ukweli mchungu ambao washabiki na wanachama wa Simba huwa watataka kusikia. Hata game ya kwanza ya Almasi nilikaa hapa niliwaambia Simba game anaenda kupoteza. Game yanayokwenda kucheza fainali na Berkane, ile game anaenda kupoteza. Ya mzunguko wa kwanza au mizunguko yote? Game ya mzunguko wa kwanza wa away. Sijajua kwa namba gani, ila ni game ambayo wanaenda kumpoteza Simba. Simba atafungwa. Kwa maana nimewatizama Berkane wanapokuwa na uwanja wao nyumbani. Sikumbuki kama ni mechi 2 au 3 kama kafungwa pale. Ni uwanja wanaojua kuutumia vizuri na wanaelewa ni nini ambacho kinaenda kutokea. Kwa hiyo wao ili wawe salama kama Simba watakuja kuwa salama katika uwanja wa Stadio Benjamin Mkapa, ni kuweza kupata matokeo. Na matokeo yasiyo goli moja au 2 bila. Simba na uwezo kurudisha. Ili waweze kuwa salama waanzie goli 3. Goli 3. Ili waweze kuwa salama waanzie goli 3. Kwa hiyo moja kwa moja tunawapa FC Berkane narudia tena. Yaani ili Berkane awe katika mikono salama, aanzie ushindi wa goli 3. Kwa hiyo ili aweze kuwa kwenye mikono salama, ndio Berkane. Ili aweze kuwa kwenye mikono salama, lazima aanzie goli 3. Akishinda ushindi wa goli 2 bila, alishaikuja Tanzania, anaifahamu hapa, analifahamu joto la Stadio. Ni mechi ya fainali. You never know kwamba rais anaweza kaenda au akamtuma msaidizi. Rais akienda na mchango gani kwenye mechi? Pressure inazidi kuwa kubwa. Hata wale wapinzani wanajua kabisa, okay, rais amekuja, maana yake analihitaji hili jambo. Sio, umeelewa? Yaani rais kile cha kwenda, wale wapinzani wanajua kwamba hii issue ishakuwa serious. Yaani watu wanahitaji huu ubingwa. Msimu alicheza Young Africans 21-22 rais alituma mwakilishi pale. Ndio maana nimekwambia aidha rais anaweza kutuma mwakilishi au akaenda mwenyewe. Yoyote atakayetumwa na rais, maana yake jambo lishakuwa kubwa. Lakini Yanga alifungwa pale. Of course sikatai, lakini kuna namna ambayo Simba anapata faida. Sijui umeelewa? Anakuja kumalizia mechi. Anakuja kumalizia nyumbani. Walisemaga home sweet home. Sijui umeelewa? Home sweet home. Yaani tabakia kuwa hivyo. Sababu mtu anakuja kwenye ardhi yako, kila kitu unampa wewe. Sijui umeelewa? Kwa hiyo naamini game marudiano hapa. Game marudiano hapa. FC Berkane ili waweze kuwa salama. Ushindi wao wa kwanza aanze goli 3. Tofauti na hapo. Utatoka moshi mweupe pale. Sawa. Martin Mwakiposa, turejee sasa nyumbani kwenye michuano ya Muungano ambayo Ahmed Ally tumemkoti kwenye moja ya video zake akisema huku tumemaliza, sasa turudi Muungano. Wawai fainali ya Muungano. Ambapo leo kwenye nusu fainali Azam Sports Club ni mgeni wa JKU. JKU kwa Zanzibar kule ni wa moto sana. Ni kama tunavyoziongelea huku Simba, Yanga, Azam. Tukiwajumlisha zile top 5 na JKU kule wanakuwa kwenye mwendo ule ule. Sasa leo wanakutana na Azam ambaye ametoka kushinda mshindi mdogo sana, goli 1 kwenye hatua ya robo finali. Unahisi mechi ya leo itakuwaje? Of course ukiangalia JKU hapo kuna kigogo mmoja alimtoa na akafanikiwa kufika katika hatua ya nusu finali. Na siku za karibuni ukiangalia timu kutoka Zanzibar zimekuwa bora sana, zimekuwa zinatoa ushindani mkubwa sana. Tuliona mashindano yaliyopita timu ya taifa ya Zanzibar waliweza kuwa washindi
kwa kuweza kufika finali, kuweza kuchukua ubingwa. Kwa hiyo Zanzibar ni miongoni mwa sehemu ambayo ina talent kubwa sana. Na wewe utakuwa shahidi na mimi nitakuwa shahidi na pamoja na watazamaji. Hata ukiangalia Wazanzibari wengi wanaocheza huko ni wachezaji wenye talent kubwa sana. Na hilo Azam mwenyewe anajifahamu. Mara kadhaa wanapokwenda kule mechi zao zinakuwa ngumu sana. Zinakuwa ngumu. Kwa hiyo sasa kuelekea katika mchezo huu Wazanzibari ni sehemu ambayo pengine wanataka kuhitaji expose talent. Exactly, lakini wanahitaji ubingwa kuendeleza rekodi alizofanya kwa siku za nyuma. Kwa hiyo Azam tumeona mechi yake ya kwanza. Nafikiri ni Mwekenda yule alifunga lile goli kwa njia ya kichwa. Ilipigwa kona, Mwekenda anaruka anaenda kufunga. Sasa anakutana JKU ambao na wenyewe sio wachovu kiivo. Ni watu wenye talent, ni watu wenye uwezo mkubwa sana. Ni lazima Azam waingie kwa tahadhari na wakawaheshimu JKU. Wajue kwamba wanacheza na timu ngumu na ni timu yenye uwezo mkubwa sana. Siwezi kuiona JKU ukiwa kwenye mizania kwa maana ya 8 anakwenda, basi pale unatoa 60 kwa 40. Unawapa Azam kwa 60% kwenda 40 JKU kwenda na wenyewe, kwa sababu JKU alimtoa Singida Big Stars kwa mikwaju ya penalty. Sasa unaona ni timu aina gani, na Singida sio timu ya kubeza, timu ambayo ilimfunga Azam kwenye raundi ya mwisho kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna namna vile ambavyo JKU akufika hapo kwa bahati mbaya ameenda kutoa Giant mmoja. Kwa hiyo ni lazima Azam waingie kwenye huo mchezo wakiwaheshimu JKU, wakijua kabisa wanakwenda kucheza na timu yenye Giant na ni timu ambayo pengine wana uwezo kupata matokeo. Na tukiangalia kwenye mizania, Azam anaenda akiwa na wachezaji wake wote, kwa sababu amebakiza michuano hiyo miwili tu, Muungano pamoja na ligi NBC Premier League. Kuna ubingwa tayari hayupo. Kwani unasema hayupo? Ubingwa tayari kishajitoa. Angalia kwenye msimamo hapo, ni mtu ambaye kwenye ubingwa hayupo tayari. Kwa sababu tumebakia mechi 3. Mechi 3 ya Yanga hata na Simba kifungu. Mechi 4 hawezi kuchukua ubingwa Azam hawezi kuchukua ubingwa. Umeelewa? Kwa hiyo Azam tumemtoa kabisa kwenye ubingwa tayari, shughuli yake imeisha. CRDB Federation Cup hayupo. Kwa hiyo sehemu pekee ambayo Azam pengine anataka kwenda kukaza ni huko. Na ikitokea wameingia Yanga na Azam, pengine anaweza kujirudia finali iliyopita. Finali iliyopita alishinda Yanga Federation Cup. Pengine watu wanaweza kushuhudia finali nyingine bora kwa msimu huu. Sawa, hili ni Dimba la Michezo, na kama kawaida tumepata ufafanuzi wa mechi ya leo ambayo itachezwa, ambayo ni Azam anakaribishwa na JKU, lakini pia tumeangalia mechi ya Simba itakavyokuwa, na Martin Mwakiposa amesema moja kwa moja kwamba Simba watafungwa. Hiyo natamani uirudie tena. Ninachokieleza ni kwamba no way out. Sioni Simba kwenda kuwazuia FC Berkane wasiwezi kupata magoli kwao. Wanalijua FC Berkane anacheza na Simba ambayo rekodi yake sio ngeni masikioni mwake. Amewaona Simba. Kwa hiyo anajua kama atamkosa kwake FC Berkane, yeye mtakao kuja huku patakuwa kwenye shimo la moto. Ili Berkane ajihakikishie kubeba ubingwa, ashinde kuanzia goli 3 kwake. Kwa tuna expect kuanzia goli 3 kuendelea mbele. Goli 2 bila hapa atakuwa na kazi. Ili ni shimo la moto. Baada ya dakika 90 atakishuhudia FC Berkane ni moshi mweupe kuashiria kwamba shughuli imeisha. Sawa, ulikuwa na Martin Mwakiposa. Kabla hujamaliza hapo kuna story moja nataka niwaambie watazamaji wangu. Unajua inawezekana kwa maana ya watu wamezaliwa katika nyakati tofauti. Ukizungumzia Zanzibar ambayo leo hii inafanyika mashindano ya Muungano, basi ni eneo ambalo limetoa wachezaji wenye vipaji vingi vikubwa kuja kucheza katika ardhi ya Tanzania. Kwa sisi watu ambao tulikuwa miaka ya nyuma, kuna mtu mmoja alikuwa goalkeeper mmoja alikuwa maarufu sana, alitokea huko, alikuwa anaitwa jina lake kidogo limenitoka, nikija nitawakumbusha. Lakini ukizungumzia kwa wachezaji wa sasa hivi wa miaka hii, basi utamzungumzia Mudassiri, utamzungumzia Agley Morris, utamzungumzia Nadir Abuka Navalo, utazungumzia Haji Mwinyi Ngwali, utazungumzia na wachezaji wengi, Ibra Baka ambaye anacheza Salum Filasufi. Yes. Kwa hiyo ninachotaka kukueleza ni kwamba Zanzibar ni miongoni mwa eneo linalotoa wachezaji wenye uwezo mkubwa sana, na wachezaji ambao wakija kucheza huku kwetu wanakuwa katika level kubwa na hatimaye kuweza kupata nafasi ya kuweza kutegemewa katika vilabu vyao. Kwa hiyo ukienda Zanzibar, jua umeenda sehemu ambayo unakwenda kutafuta wachezaji bora, unakwenda kutafuta wachezaji ambao
watakuja kukusaidia kwenye taifa lako, kwenye klabu yako kumlazi. Na ukitizama sasa hivi Zanzibar ni sehemu ambayo wachezaji wengi wanakwenda kuchukuliwa kule Simba na Yanga. Bwana wanakwambia karibu Zanzibar, hasa atakaye na Zanzibar aje, Zanzibar salama. Na mimi nawaambia bwana, hapa nategemea niondoke jioni, sitaji boti sije kufanyia watu biashara. Kwa hiyo jioni naweza nikaondoka hapa nikaiwahi mechi ya Azam. Kwa hiyo tukutane Zanzibar kwenye mashindano ya Muungano. Sawa, hili ni Dimba la Michezo na kulikuwa na mchambuzi Martin Mwakiposa ambaye anawahi kwenda kuona mechi ya Azam. Ni kati ya mascout pia ambaye anaweza akakufanyia scouting ya wachezaji kama utahitaji. Lakini bila kusahau udhamini wa Maskani Safi, sehemu ambayo inakufanya upate vinywaji moto na baridi, lakini uangalie michezo mbalimbali inayopatikana Sinza karibu na serikali za mtaa. Langu jina ni Victor Livingstone, lakini usisahau grupu moja limeshajaa, grupu lingine linaelekea kujaa. Kama utahitaji zile huduma za odds ambazo Martin Mwakiposa pia ataenda kuzitoa muda si mrefu, unaweza kumcheki kwa namba yake ambayo iko hapo kwenye bio. Hili ni Dimba la Michezo, mpaka wakati mwingine, baki salama.